Mimi nadhani mwanzo wetu umekuwa mzuri sana. Sijajua mwisho wetu itakuwaje. Nafikiri kila chenye mwanzo mwema kitakuwa na mwisho mwema. Kuna mwenye wazo? Mimi nina wazo. Inabidi tujue ni namna gani tunamsaidia Biswa, kwa sababu anapitia mateso makali sana, na sisi ndio chanzo cha haya mateso anayopitia yeye. Sawa, nimekuelewa mtanzi. Ila kinachotakiwa ni kumrudisha mwana wa chifu nyumbani kwao. Lakini haitawezekana mpaka tumueleze kila kitu, uchafu wote anaofanya baba yake. Lakini mimi nitakuwa naenda kumtembelea mara kwa mara. Tampelekea chakula na maji. Inawezekana vipi? Sio utakofahamu ni nani? Mtanzi hawezi wakanifahamu, kwa maana atatumia taswira ya mtu mwingine. Sawa. Mimi nafikiri hakuna chengine ambacho cha kuzungumzia hapa. Tayari tushazungumza na tumeshaelewana. Kilichobaki hapa tuendelee tu na utendaji wa kazi, tuweze kufanikisha harakati zetu, si ndio? Amani iwe juu yako. Toba, afadhali nimkutana na wewe. Nina shida na wewe. Ndio maana toka asubuhi na kutafuta, nimekuja kukupata jioni hii. Toba, na shida na sumu. Hiyo sumu ina kazi katika himaya ya chifu. Naomba unisaidie. Yondo, mamako alikuwa mtu mstaarabu sana, na alikuwa anafanya kazi zake kwa akili. Michezo unayoleta wewe ni ya kitoto. Siko tayari kuungana katika mpango wako. Nimemwona Kibeku akiwa mbeba pete ya chifu akielekea msituni. Itakuwa ngumu kupata utawala kama tukishindwa kumdhibiti Kibeku na ile pete. Tutaweza, kwa maana Kibeku ni mchawi wa kawaida sana katika hii maya. Mafanikio ni matokeo ya juhudi zisizokoma. Inabidi tugawane majukumu, tuweze kupambania kitu kimoja. Ni kitu gani hiko? Mbona kama tunabadili mawazo yetu? Tena tunamwazia Kibeku wakati tunatakiwa tuende kumtoa chifu madarakani. Twendeni haraka. Kibeku atapatikana tu. Mputo, mawazo yako yana nguvu sana. Usiwaze ujinga. Hawa, mbona nitusi? Umesema mimi nani kwako? Kwa hiyo mimi nawaza ujinga. Sijakutusi. Na kufundisha kila siku ili uweze kujua mambo. Lakini unapenda sana kutumia hasira. Acha tu nikuite mjinga. Nisikilize Mputo. Ujinga haufichwi kwa kilemba wala kufia. Hawa, Marka, ongozaneni na Mputo. Mkawafuata kina Yondo. Mimi naifuata pete.
Hivyo Mtabiri Kibeko, unanichukuliaje mimi katika hii himaya ya chifu? Hivi unanionaje? Mimi na maamuzi yangu. Nikiamua kitu naamua. Nikisema nifanye kitu nafanya. Kwa nini unimtetea mwana wa chifu? Nakuuliza, wewe midevu wewe. Kwa nini unimtetea mwana wa chifu? Kwangu. Naomba msamehe. Alikuwa ajua anachokifanya. Lakini nilishamwambia. Msamehe kabisa. Sasa naomba nisikize vizuri na kwa makini kabisa. Mimi sio mtoto mchezo kama wewe unavyonizania. Mimi ni simba tena kiunguruma. Watu wote wananijua. Tokabu! Mtabiri Kibeko, naomba msamehe. Wewe ni mtoto mdogo sana. Hata kwenye kigiza changu ujai. Sasa basi, haya maneno yako ya kishenzi ya fuzuri ambayo yana kamsingi. Sasa wewe leo nataka nikufanyie kitu kibaya sana, ila mshukuru huyo ananifahamu mimi. Na kuanzia leo ukome. Toka hapo kwenye macho yangu. Mtabiri Kibeko, naomba msamehe. Mimi nilimwambia, hakutaka kunisikiliza. Alafu pia huyu ni mtoto mdogo, hajui anachokifanya. Toka hapo kwenye macho yangu. Zonde, mimi inabidi nielekee milimani kurudisha nguvu zangu, maana Mputo ameondoka nazo zote, na nakuomba jitahidi sana kumtunza Mputo, maana ndo ametabiriwa kuwa kiongozi wa kutetema yetu yote na silika yetu. Kwa hiyo nakuomba sana Zonde. Mama mkubwa, nitajitahidi kufanya hivyo. Nitahakikisha Mputo atakuwa salama. Ondoa shaka kwa hilo. Na kingine, Davina na maagizo yangu yote, hata Bituli anajua yote nilokuambia hapa. Kwa hiyo naomba fikisha hayo maagizo yangu. Sawa? Nimekuelewa mama mkubwa. Nimemwona Kibeko akiwa mbeba pete ya chifu akielekea msituni. Itakuwa ngumu kupata utawala kama tukishindwa kumdhibiti Kibeko na ile pete. Tutaweza, kwa maana Kibeko ni mchawi wa kawaida sana katika hii himaya.
Mafanikio ni matokeo ya juhudi zisizokoma. Inabidi tugawane majukumu, tuweze kupambania kitu kimoja. Ni kitu gani hiko? Mbona kama tunabadili mawazo yetu? Tena tunamwazia Kibeko wakati tunatakiwa tuende kumtoa chifu madarakani. Twendeni haraka. Kibeko atapatikana tu. Mputo, mawazo yako yana nguvu sana. Usiwaze ujinga. Hawa, mbona nitusi? Umesema mimi nani kwako? Kwa hiyo mimi nawaza ujinga. Sijakutusi. Na kufundisha kila siku ili uweze kujua mambo. Lakini unapenda sana kutumia hasira. Acha tu nikuite mjinga. Nisikilize Mputo. Ujinga haufichi kwa kilemba wala kufia. Hawa, Marka, ongozaneni na Mputo mkawafuata kina Yondo. Mimi naifuata Pete. Toba, nisikilize nikwambie kitu. Wewe ni mtu mkubwa sana katika hii himaya, kwa maana ukiangalia mti tu unajua tiba yake. Sasa basi, nataka unifanyie kitu. Ni kitu gani hicho? Sema nitakusaidia. Sawa sawa. Nahitaji unitengenezee sumu. Yaani sumu ni kubwa sana. Siwezi nikaingia kwenye usaliti wako, kwa sababu mimi si msaliti kama wewe. Kibeko, ni watu wangapi wamekufa pasipokuwa na hatia, yote kwa sababu yako? Na ni watu wangapi wa jamii yako wamekufa pasipokuwa na hatia, yote kwa sababu yako? Niko wapi Mkango? Nisikilize Kibeko, siwezi kuifanya kazi yako kamwe, kwa sababu unakwenda kumuua mtu. Nisikilize nikwambie kitu Toba. Mimi nitakupa bonge nono. Kama tu utanifanyia kazi yangu. Nitakuja leo usiku kwa ajili tu ya kuifuata. Tumeelewana?